Lakini ukimwona Mtanganyika hajali utaifa wa wana wa Tanganyika na utu wao, kwa sababu anapata pesa, kwa sababu anapata utawala, kwa sababu anataka chochote, ndio ule unyani wa siku zile. Kwa unaweza ukaona mtu mwenye unyani anasindikizwa na mapikipiki. Lile gonjwa lile kwa kizungu wanaliita apedomia. Unamwona mtu yuko tayari kuuza utu wake na utaifa wake kwa tende na halua. Tende na halua inaweza kuwa ajira, inaweza kuwa uongozi, inaweza kuwa uraisi. Yuko tayari apate madaraka kwa Watanganyika Dodoma, asikubaliane na Wazanzibari, awafanye Wazanzibari wanavyotaka wenzake kule Dodoma waliompa ajira. Huyo ni sayansi, ni ya kweli. Huyo ana tatizo la unyani, anayo apedomia. Sasa tutamtupia nani? Mtoto wenu akiwa kichaa hamwezi kumtupa chooni, mtahangaika aweze kupona. Kwa hiyo tunayo kazi ya kuweza kusaidia hawa watu wachache wanaokuwepo. Kinachowasumbua serikali mbili ni unyani, apedomia. Jamani, hapa mbona tunazungumzia uhuru wa Wazanzibari, uhuru wa Watanganyika? Hata uhuru maana yake hawajui. Uhuru kule Tanganyika ni gwaride tarehe 9. Askari wanakanyaga ardhi, basi Watanganyika basi wangojee mpaka baada ya miezi 12 ya gwaride, ndio uhuru wao. Alisema Mandela kana kwamba hatutaki minyororo inayomeremeta. Minyororo ni chuma kizuri kimepakwa naksi, lakini itavunja mifupa yako. Haitaki, unatakiwa kuwa huru. Akasema we don't want golden chains, we want freedom. Hatutaki minyororo ya dhahabu inayomeremeta, tunataka uhuru wetu. Kule Umoja wa Mataifa niliona watu wana visiwa vya nukta vina watu 60,000, lakini ni taifa linamwakilishi Umoja wa Mataifa na heshima ile ile kama mataifa makubwa. Zanzibar ina watu zaidi ya milioni. Zanzibar walitangulia kupata akili, ndio tochi iliyomulika hata pori la huko kwetu Tanganyika. Sasa ninyi mnakubali kuingiza haya mafuta katika muungano. Hivi Mungu atawaacha? Kwa sababu Mungu anajua ni lini taifa lake analolipenda kule mbinguni la Wazanzibari litakapokuwa na watu milioni 20. Masuala ya nyumba tutavunja zote hizi, kujenga nyumba ndefu zinazokwenda angani. Watakaa sasa, watakula nini? Nikamwambia yule bwana waziri kiongozi, ndio maana ameweka mafuta ili itakapokuwa wako wengi na nini, kama inavyompendeza yeye huko mbinguni, Wazanzibari watatangaza wale wanaotaka mafuta njoni. Kwa hiyo lakini meli zenu zilete mchele, zilete mafuta, zilete sukari, nani, wataishi kwa raha kwa miaka yote mpaka siku ya Kiyama kwa sababu ya hayo mafuta. Kwa hiyo toweni kwenye muungano mara moja. Kwa hiyo afadhali ukose kila kitu kama alivyosema Mandela, lakini uwe huru. Mimi mwenzenu wamenitupa gerezani mara 43. Wamenifunga mara 3 navaa namba gerezani kwa ajili ya kutetea haki ya uhuru wa wana wa Tanganyika na wana wa Zanzibar. Kule gerezani ukibebwa na kalandinga unapelekwa mahakamani kurudishwa, unatamani watu walio huru hawana viatu, peku peku, hata kama walilala na njaa, lakini wana uhuru wao.